Karibu, utazame makala fupi ya kongamano la vijana wajasiri kilimo Tanzania. Kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania. Ni sekta inayobeba matumaini ya mamilioni ya wananchi na ina nafasi kubwa katika kuleta ajira, kuongeza uzalishaji na kukuza uchumi wa taifa. Kwa kutambua umuhimu huo, taasisi ya Young Agripreneurs Network kwa kushirikiana na Mrutu Agro Solutions imeandaa kongamano la siku 3 lililofanyika mkoani Morogoro, likiwakutanisha vijana wajasiriamali wa kilimo kutoka mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Kongamano hili limekuwa jukwaa muhimu la kujifunza, kushirikishana uzoefu na kujenga mtandao wa ushirikiano miongoni mwa vijana wanaotamani kuona sekta ya kilimo ikibadilika na kuwa chanzo kikuu cha ajira na maendeleo ya kiuchumi. Vijana tupo tayari kufanya kazi katika kilimo, biashara na kuhakikisha kwamba tunachangia kwenye dira ya taifa 2050, dira ya Afrika 2063 pamoja na maendeleo endelevu. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, kwa kutuwezesha kuweza kukutanika mahali hapa, lakini niungane na wenzangu kushukuru Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye unawakilisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile Mheshimiwa mwenyekiti wa kongamano, Mheshimiwa Makoti, Mheshimiwa mjumbe wa bodi ndugu Mariale, pamoja na kamati nzima ya maandalizi na mratibu, ndugu wa jasiri kilimo vijana hoye hoye. Nawashukuru sana kwa kuweza kushiriki kongamano hili la kitaifa la vijana wa jasiri kilimo Tanzania. Manake tukishakuwa majasiri tutazalisha na tunaweza tukaleta ajira na tukaajiri wengine kupitia ujasiri kilimo. Kuna mambo makubwa mawili. La kwanza ni hili kongamano ambalo limeanza tangia jana, ambapo tumeona wajasiri kilimo ambao wako kwenye mnyororo mkubwa wa thamani walivyokuwa majasiri na kujiajiri katika kilimo. Wameonyesha bidhaa zao na huduma zao, lakini vijana kutoka maeneo mbalimbali, Mheshimiwa mgeni rasmi, wameweza kuja kusafiri kutoka maeneo mbalimbali kuja kushiriki tukio hili. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo. Naomba vijana mjipigie makofi. Jambo la pili ni uzinduzi wa taasisi ya vijana wajasiri kilimo Tanzania. Taasisi hii niseme pamoja na nafasi ya ukurugenzi katika kampuni ya Mrutu Agro Solutions, vile vile ni mjumbe wa bodi wa Baraza la Kilimo la Taifa, Agricultural Council of Tanzania. Na nilipotembea mataifa mbalimbali niliona pia kwamba wenzetu wanafanya nini. Lakini nikasema mimi kama mwakilishi wa vijana kupitia Baraza la Kilimo la Taifa, bado vijana wako mbalimbali, hawajawa na mwavuli wa kuweka pamoja. Kwa hiyo tumeanzisha huo mwavuli na lengo letu ni kuwaunganisha vijana wote kutoka Tanzania bara na visiwani, kutoka kanda zote, na kuhakikisha kwamba wanajiunga kwenye mwavuli huu, ili sio tu kwamba wataweza kupata mtandao wa kuwaunganisha na kujifunza, lakini iwe rahisi wadau kuwashika mkono na kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo ifuatayo ni taarifa, ni risala fupi ambayo ningependa uisikilize, alafu baadaye tutakukabidhi, na wale walioshiriki pia tutakuomba Mheshimiwa mgeni rasmi uweze kuwakabidhi vyeti kama zawadi. Risala ya kitaifa ya vijana wajasiri kilimo Tanzania inayowasilishwa kwa Mheshimiwa mgeni rasmi ndugu Winifred Kitako katika hafla ya uzinduzi wa taasisi ya vijana wajasiri kilimo Tanzania na ufunguzi wa kongamano la kitaifa la vijana na kilimo biashara Tanzania 2026. Kauli mbiu yetu inasema vijana katika kilimo, kuwezesha vijana, kufungua fursa za uwekezaji na kuendeleza biashara endelevu za kilimo kuelekea dira ya taifa ya maendeleo 2050, ajenda ya Afrika 2063 na malengo ya maendeleo endelevu, Sustainable Development Goals. Mheshimiwa mgeni rasmi, na itifaki ya awali inazingatiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee, kazi na utu, nasonga mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima kubwa, kwa niaba ya taasisi ya vijana wajasiri kilimo Tanzania, Young Agripreneurs Network, Mrutu Agro Solutions Company Limited, kamati ya maandalizi ya kongamano la vijana wote wajasiri kilimo kutoka Tanzania bara na Zanzibar,
tunakusalimu na kukutakia afya njema, hekima, nguvu na mafanikio katika utekelezaji wa majukumu yako ya kuwatumikia Watanzania. Tunapenda kutumia fursa hii kukupongeza wewe binafsi pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi kubwa inayoendelea kuzifanya katika kuimarisha uchumi wa taifa, kukuza sekta ya kilimo, kuhamasisha uwekezaji, kuongeza ajira kwa vijana na kuweka mazingira rafiki yanayowezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji mali. Aidha, tunatambua kuwa kwa heshima mchango wako mkubwa katika kusimamia utekelezaji wa sera, mipango na mikakati ya serikali inayolenga kuongeza tija katika sekta ya kilimo, kuimarisha usalama wa chakula, kufungua fursa za masoko, kuongeza thamani ya mazao na kuwezesha vijana kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya uchumi wa taifa letu Tanzania. Tunakushukuru kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu ya uzinduzi wa yaani Taasisi ya Vijana Wajasiri Kilimo Tanzania na ufunguzi wa kongamano na kufunga kongamano hili la kitaifa la vijana na kilimo biashara 2026. Ushiriki wako ni ishara ya imani ya serikali kuwa vijana na uthibitisho wa dhamira ya serikali kuendelea kuwezesha vijana kuwa nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya washiriki wote wa kongamano hili, tunawasilisha risala hii ikiwa ni sauti ya vijana wa Tanzania bara na Zanzibar, ikiwasilisha matarajio, maono na mapendekezo kuhusu nafasi ya vijana katika mageuzi ya kilimo biashara, uwekezaji, ajira, usalama wa chakula na utekelezaji wa dira ya taifa 2050, ajenda ya Afrika 2063 na ile ya maendeleo endelevu SDGs. Kwanza, muktadha wa kitaifa wa vijana na kilimo biashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania imebarikiwa kuwa na idadi kubwa ya vijana ambao ni rasilimali muhimu katika maendeleo ya taifa. Vijana hawa wanawakilisha nguvu kazi, ubunifu, uwezo mkubwa wa kuleta mageuzi ya kiuchumi. Sekta ya kilimo inaendelea kuwa muhimili mkuu wa uchumi wa Tanzania kupitia mchango wake katika ajira, chakula, viwanda na pato la taifa. Hata hivyo, ushiriki wa vijana bado haujaendana na ukubwa wa fursa zilizopo. Kwa msingi huo, kongamano hili linaamini kuwa mustakabali wa uchumi wa taifa unategemea uwekezaji wa makusudi katika kuwawezesha vijana kushiriki katika kikamilifu katika kilimo biashara na mnyororo wa thamani. Pili, mafanikio ya kuwezesha vijana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua na kupongeza serikali ya awamu ya 6 kwa hatua mbalimbali ikiwemo: moja, utekelezaji wa programu ya Building Better Tomorrow BBT. Pili, uwekezaji katika miundombinu ya umwagiliaji. 3, uimarishaji wa huduma za ugani na teknolojia. 4, kuongezeka kwa mikopo kwa vijana kupitia serikali za mitaa. 5, kuboreka kwa mazingira ya uwekezaji. 6, kufunguka kwa masoko ya ndani na nje ya nchi. Hatua hizi zimeongeza matumaini kwa vijana na kuweka msingi wa kilimo biashara cha kisasa. 3, changamoto zinazowakabili vijana. Pamoja na mafanikio hayo, vijana bado wanakabiliwa na changamoto zifuatazo. 1, upatikanaji mdogo wa ardhi kwa uzalishaji na uwekezaji, upungufu wa mitaji na mikopo rafiki, gharama kubwa za teknolojia za kisasa za kilimo, ukosefu wa masoko ya uhakika na mikataba endelevu, athari za mabadiliko ya tabia nchi, changamoto za kuongezeka thamani ya mazao, ushiriki mdogo katika majukwaa ya maamuzi ya kisera, pamoja na kukosekana kwa mwavuli wa kuunganisha vijana katika kilimo biashara. Changamoto hizi zinahitaji hatua za kimkakati, uwekezaji wa makusudi na marekebisho ya sera ili kilimo kiwe chaguo halisi la kiuchumi kwa vijana. 4, mapendekezo ya kisera. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Kwa kuzingatia hali halisi ya sera ya kilimo na ushiriki wa vijana, kongamano hili linapendekeza yafuatayo: moja, sera maalum ya taifa ya vijana katika kilimo biashara. Iandaliwe sera mahususi itakayolenga kuwezesha, kulinda na kuendeleza vijana katika sekta ya kilimo. 2, mfumo jumuishi wa uwezeshaji wa vijana, kuunganisha ardhi, mitaji, masoko, teknolojia katika mfumo mmoja wa kidijitali wa kitaifa. 3, kwa uwakilishi wa vijana katika maamuzi. Vijana washiriki rasmi katika bodi, kamati na vyombo vya maamuzi vya sekta ya kilimo. 4, motisha kwa uzalishaji wa vijana, punguzo la kodi ruzuku za pembejeo na uungwaji mkono kwa kampuni changa za vijana ili baadaye waendelee kutoa kodi kwa serikali na zile ambazo hazijarasimishwa zipate kurasimishwa. 5, maombi na mapendekezo ya kongamano. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya vijana wote wa Jasiri-Kilimo Tanzania, kongamano hili linawasilisha maombi na mapendekezo yafuatayo kwa serikali, washirika wa maendeleo, sekta binafsi, yakiwa yamesukumwa na hali halisi ya kilimo biashara nchini na dira ya kuwezesha vijana kuwa nguzo ya uchumi wa taifa. A, uanzishwaji wa makao makuu ya kitaifa ya YAN. Kongamano linaomba serikali, washirika wa maendeleo kusaidia uanzishwaji wa makao makuu ya kitaifa ya YAN pamoja na ofisi rasmi, wafanyakazi wa msingi wa mfumo wa utawala ili YAN iweze kufanya kazi kikamilifu kama taasisi inayowakilisha vijana wa Jasiri-Kilimo kwa uhalali wa kisheria na kitaalamu. B, utambuzi rasmi na usajili wa kamili wa YAN. Kongamano linaomba mashirika husika ya serikali kuharakisha mchakato wa kuhakikisha usajili kamili wa YAN chini ya sheria ya makampuni sura ya 212, ikiwemo utoaji wa hati zote za kisheria zinazohitajika ili YAN iweze kufanya mikataba, kufungua akaunti za kibenki na kushirikiana rasmi na taasisi za serikali na za kimataifa. C, mfumo wa kidijitali wa kitaifa kwa vijana wa Jasiri-Kilimo. Kongamano hili linapendekeza serikali na washirika wa maendeleo kusaidia uundaji wa jukwaa la kidijitali la kitaifa la YAN litakalotumika kwa usajili wa wanachama, ushirikiano wa masoko, taarifa za mnyororo wa thamani na mawasiliano kati ya vijana, wanunuzi, taasisi za fedha na watoa huduma za kilimo. Jukwaa hili litaondoa vikwazo vya kijiografia na kuwezesha vijana wengi zaidi kunufaika na huduma za YAN. D, uchunguzi wa kitaifa wa vijana katika korido za kilimo. Kongamano linaomba fadhili wa uchunguzi mkubwa wa uwanda utakaohusisha korido zote kuu za kilimo Tanzania, lengo likiwa kukusanya takwimu za uhakika kuhusu idadi ya vijana wa Jasiri-Kilimo, mazao wanayozalisha, mahali walipo, uwezo wa uzalishaji na mahitaji yao ya kibiashara. Matokeo ya uchunguzi huu yatatoa msingi wa data ambazo haujawahi kuwepo na utakaowezesha serikali, washirika wa maendeleo na sekta binafsi kupanga mipango inayolengwa na ushahidi. Hii mkutano mkuu wa kwanza wa YAN na uchaguzi wa uongozi. Kongamano linaomba msaada wa kitaasisi na kifedha kwa ajili ya kuandaa mkutano mkuu wa kwanza wa YAN ambao utahusisha uchaguzi wa kidemokrasia wa viongozi wa kudumu wa kitaifa. Hatua hii itaipa YAN uhalali wa wanachama na kuimarisha kama taasisi inayowajibika kwa vijana wa Jasiri-Kilimo wote Tanzania. Ya kongamano na kusomwa na ndugu Filipo Fahamueli Mruti. Naomba kuanza upatikanaji wa ardhi kwa vijana wa Jasiri-Kilimo. Kongamano linaomba serikali kuendelea kuchunguza na kupanua mifumo inayowezesha vijana wa Jasiri-Kilimo kupata ardhi kwa masharti yanayofaa, ikiwemo maeneo ya mifumo ya umiliki wa pamoja na ushirikiano kati ya serikali za mitaa na makundi ya vijana. Ardhi ni msingi wa uzalishaji na bila ya upatikanaji wake, uwekezaji mwingine wowote wa kuendeleza kilimo
unaathirika. Hii mikopo na mifuko ya fedha rafiki kwa vijana. Kongamano linapendekeza kuanzishwa au kupanua mifumo mahususi ya mikopo kwa vijana wajasiri kilimo inayotolewa kupitia taasisi za kifedha zikiwemo benki mbalimbali au taasisi kama CRDB Foundation, NMB Foundation, mifuko ya serikali za mitaa na taasisi za kimataifa za kifedha. Masharti ya mikopo hii yawe yanayozingatia hali ya kipato cha mkulima mdogo, muda wa kukomaa kwa mazao na mahitaji ya kipindi cha kuanzisha biashara. Ujenzi wa uwezo wa kisasa wa vijana. Kongamano hili linaomba ufadhili wa programu za mafunzo ya muda mfupi na wakati kwa vijana wajasiri kilimo zinazojumuisha ujuzi wa kilimo cha kisasa na teknolojia, usimamizi wa kibiashara na fedha, taratibu za usajili wa mazao kama vile toski, uandishi wa mikataba na masoko. Mafunzo haya yafanyike katika ngazi za wilaya ili kuwafikia vijana wengi iwezekanavyo. Ushirikiano wa sekta ya umma na binafsi kwa masoko. Kongamano linapendekeza serikali kuhamasisha na kuwezesha makubaliano ya ushirikiano kati ya YAN na mashirika ya manunuzi ya mazao, wasindikaji, masoko ya ndani na nje ya nchi na taasisi kama Mruto Agro Solution Company Limited. Mikataba ya upendeleo wa ununuzi kwa vijana wajasiri kilimo Tanzania itakuza uhakika wa masoko na kuhamasisha uwekezaji wa vijana zaidi. Uwakilishi wa vijana katika mfumo wa maamuzi ya kisera. Kongamano linaomba serikali kuhakikisha kwamba vijana wajasiri kilimo kupitia YAN wanapata nafasi rasmi za kushiriki katika vyombo vya maamuzi vya kisera za kilimo, ikiwemo kamati za bunge, mabaraza ya sekta ya kilimo na vikao vya sera vya Wizara ya Kilimo na Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Sauti ya vijana lazima iwe sehemu ya maamuzi na yanayoathiri mustakabali wao wa kiuchumi. Usaidizi wa kiufundi na kiushirikiano na taasisi za kimataifa. Kongamano hili linaomba serikali ya YAN washirikiane na mashirika ya kimataifa ya maendeleo ikiwemo taasisi za Umoja wa Mataifa, IFAD, FAO, GIZ na taasisi nyingine ili kupata usaidizi wa kiufundi, ufadhili wa miradi na fursa za mafunzo ya kimataifa kwa vijana wajasiri kilimo wa Tanzania. Ushirikiano huu utatoa nyenzo za ziada za kuimarisha ustawi wa kilimo biashara nchini. Azimio la kongamano. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi vijana wajasiri kilimo Tanzania tunaokutana katika kongamano hili la kitaifa kwa pamoja tunatoa maazimio yafuatayo. Moja, tunazindua rasmi taasisi ya vijana wajasiri kilimo Tanzania Young Entrepreneurs Network kama taasisi ya kitaifa inayowakilisha vijana wote wajasiri kilimo Tanzania bara na Zanzibar. Tunathibitisha dhamira yetu ya kufanya kilimo biashara kwa njia kuu ya kujipatia kipato, kuunda ajira na kuchangia uchumi wa taifa kuelekea dira ya taifa 2050. Tunaahidi kushirikiana kikamilifu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika utekelezaji wa sera, mipango na mikakati itakayolenga kuboresha sekta ya kilimo na uwekezaji wa vijana. Tunatoa wito kwa serikali, washirika wa maendeleo na taasisi za kifedha, sekta binafsi kukubaliana na mapendekezo ya kongamano hili na kutoa msaada wa haraka na wa mkakati. Tunaahidi kuendelea kuimarisha YAN kama taasisi yenye wajibikaji, uwazi na utawala bora ili iendelee kuwa sauti ya kweli ya vijana wajasiri kilimo kwa miaka mingi ijayo. Tunathibitisha imani yetu kwamba Tanzania yenye kilimo biashara cha kisasa kinachoongozwa na vijana wenye ujuzi, weledi, mtazamo wa kibiashara ni Tanzania yenye usalama wa chakula, ustawi wa uchumi na maendeleo jumuishi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Azimio hili linatolewa hapa Morogoro tarehe 27 Juni 2026 mbele ya mgeni rasmi, waheshimiwa viongozi wa serikali, washirika wa maendeleo na vijana wote wajasiri kilimo kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Kwa kuhitimisha, Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana wa Tanzania hawana upungufu wa ndoto.
ubunifu wala nguvu kazi. Wanachohitaji ni mazingira wezeshi yanayowawezesha kubadilisha ndoto kuwa uwekezaji, mawazo kuwa biashara, na biashara kuwa ajira na maendeleo ya taifa. Kupitia uzinduzi wa YAN, tunaahidi kuwa kuwa mshirika wa kimkakati wa serikali katika kuendeleza mageuzi ya kilimo biashara, kuongeza ajira, kukuza uwekezaji na kuimarisha usalama wa chakula nchini. Tunaamini kuwa tukimwezesha kijana leo, tutakuwa tumejenga Tanzania yenye uchumi imara, shindani na endelevu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Tunamuunga mkono Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika juhudi zake za kuijenga Tanzania yenye maendeleo jumuishi na uchumi wa kisasa. Mungu ibariki Tanzania. Mungu abariki vijana wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwamba Tanzania ina fursa ya kutosha. Tanzania ina eneo kubwa, ina ardhi ya kutosha ambalo kwa namna yake sisi kama vijana wa Tanzania tunapaswa kuitumia ardhi kwa akili zetu zote kuhakikisha kwamba tunazalisha, tunaisaidia taifa letu, tunasaidia majirani zetu wa Afrika Mashariki, pia tunasaidia dunia nzima imejija kujifunza Tanzania. Mapinduzi na mageuzi ya kilimo yoyote duniani lazima yataongozwa na vijana. Siku hizi Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafahamu kuna watu wengi wanashawishi vijana kutoka kwenye reli. Kijana akitoka kwenye reli, nchi inatoka kwenye reli. Kwa hiyo sisi kama vijana ambao tunahusika katika sekta ya kilimo, tunatoa wito kwamba vijana wasitoke kwenye reli. Kutoka kwenye reli maana yake kwenda nje ya mwelekeo wa kazi, kuwa wavivu moja, lakini ya pili kuwa wazembe katika kazi, tatu kutokujitambua katika kufanya kazi, nne kuwa watu ambao wanafanya vitu ambavyo vya ovyo ovyo, moja kupiga kelele, kuongea, kukaa muda mrefu kwenye mtandao bila kufanya kazi, pia ni mambo ya ovyo. Ukae muda mfupi utazame taarifa ya msingi uondoke. Lakini chengine pia kushiriki vitu ambavyo havina tija kwa taifa, kuvunja amani, umoja, mshikamano wa taifa letu la Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Ndio sera yetu tuliyoambiwa kwa sasa chini ya serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6. Lugha yetu wote vijana tunasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Sasa tukiwa tunazunguka barabarani, kazi iendelee. Na kazi kubwa ambayo tunatakiwa tuifanye kama vijana, tuwe katika sekta muhimu. Sekta ya kilimo ndio sekta mama ya uzalishaji, sekta ya viwanda, unaona, sekta nyingine zote zilobakia, lakini sekta ya kilimo ndio sekta mama. Kwa hiyo sisi kama vijana wa Tanzania, Mheshimiwa mgeni rasmi na vijana wenzangu, ni kwamba tumejikushanya kwa pamoja kwa amani. Hii ndio amani. Tunajadili mambo muhimu ya kuisaidia nchi. Hatujadili mambo ya kuvuruga nchi leo hapa Morogoro. Katika hili kongamano letu la taifa, mkutano la vijana la kitaifa, National Youth Entrepreneurs Business Summit, ya tamasha letu hili la maonyesho ya jasiri kilimo vijana Tanzania, tunajadili sera na mipango. Tumejadili hapa ya serikali yetu ya Jamhuri ya Tanzania, mwelekeo wake ikifikapo 2050 taifa liweje. Hatujadili mwelekeo wa kulivunja taifa, tunajadili mwelekeo wa kujenga miundombinu imara, kuwawezesha vijana, kuwaunganisha vijana wazalishe katika sekta ya kilimo na wapate tija, wapate fedha na wawe mabilionea. Hatufanyi jambo jingine. Kwa hiyo sisi tumefurahi kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko na sisi, lakini pia vijana wako na sisi. Kwa hiyo wito wetu, na mimi kama mwenyekiti kwa sasa, niwaambie vijana wote nchi nzima, kazi yetu kubwa ni kufanya kazi katika maeneo mbalimbali ikiwemo sekta ya kilimo, sio kuzembea. Kwa hiyo tunasema kwamba tunakushukuru Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kufika. Kwa baada ya kusema hayo, niseme sasa nikukaribishe wewe, mimi nikiwa mwenyekiti wa hili kongamano. Nimeambiwa kuna taasisi mbalimbali, kuna Raha, kuna zipo nyingi, kuna YAN, kuna Mrutu,
kuna KEPS. Hongereni sana kwa kusanyiko hili. Palipo na vijana, palipo na vijana na palipo na fursa. Asante sana ndugu zangu washiriki. Baba nianze. Katika siku zote 3 za kongamano, washiriki walipata mafunzo kutoka kwa wataalamu wa sekta ya kilimo na biashara. Washiriki walihimizwa kuiona sekta ya kilimo kama biashara yenye faida na si shughuli ya kujikimu pekee. Walielezwa kuwa kwa kutumia maarifa, ubunifu na teknolojia, vijana wana uwezo wa kuongeza uzalishaji, kujiajiri na kuwa waajiri wa wengine. Leo ambayo ni siku adhimu kabisa, waandaaji wetu wametuandalia tukio hili muhimu sana, na ninaamini Mungu mwenyewe amelibariki na litakuwa ni platform nzuri kwa kuanza kuwasaidia vijana. Lakini vile vile kwa nafasi ya kipekee nimshukuru mkurugenzi aliyeandaa jambo hili muhimu sana badala ya shughuli ambazo sio za msingi. Kwa hiyo nikupongeze sana wewe na timu yako. Lakini kwa nafasi ya kipekee nimpongeze ndugu yangu Mabula. Nimekutana naye kwenye matukio mengi sana. Mabula, ukienda kanisani utamkuta, ukienda kwenye kupambana utamkuta. Kwa hiyo hongera sana, ni wewe ni multi-sector na unatusaidia sisi sote hapa Morogoro na maeneo mengine, na huwa natamani vijana waige mfano wako, na sidhani kama kuna vijana wao wanakuangalia nyuma namna unavyofanya, lakini wakikaa nyuma yako watajifunza yaliyo mema mengi zaidi, na watamtumikia Mungu, atajitumikia na wenyewe katika shughuli zao za kujiletea maendeleo. Basi risala ni hotuba ni ndefu sana, lakini ndugu washiriki, naomba niende kwa kifupi ili nisitumie muda mwingi, ili nyinyi msichoke, lakini na sisi tusichoke huku. Tanzania kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, 37% na pointi zake ni vijana. Zaidi ya 1/3, zaidi ya 1/3 ni vijana ambao wana umri kati ya miaka 15 mpaka miaka 35. Manake miaka 20 ile ni vijana ambao ndio wameshikilia mustakabali wa taifa hili. Kundi lile la miaka 20 kati ya miaka 15 mpaka miaka 35. Na kundi pekee ambalo linaweza likasababisha taifa liwe katika utulivu na katika maendeleo. Kundi hili pekee likiyumba, maana yake kundi lenye busara la kuanzia miaka 35 na kuendelea, na hili la watoto huko chini ambao hawajui wamfuate nani, tunakuwa tunawapoteza. Lile lenye busara litashindwa kutuongoza kupitia historia na uzoefu, lakini hawa watoto watashindwa kuelewa wamfuate nani, wamfuate kijana mwenye mhemko au wafuate wazee ambao wameongoza taifa hili na wamesimamia taifa hili kwa muda mrefu. Kwa hiyo ndugu zangu na ndugu yangu Bwana Philip Mlutu, kazi unayofanya kuhakikisha hili kundi hili ambao tunabeba asilimia zaidi ya 37 ya watu wote Tanzania, ili likae kwenye utaratibu mzuri, ni kazi kubwa sana. Na nikupongeze sana kwa sababu tuna changamoto ya hili kundi. Ndio kundi pekee ambalo lina matamanio. Yaani linatamani tu. Lenyewe lina kazi yake ni kutamani. Na mimi wanawaambiaga watu, kila nilikuwa naongea, nilikuwa kwenye shughuli ya kupinga matumizi ya madawa ya kulevya. Nikaambia ni kundi pekee ambalo liko very emotional. Very emotional. Yaani lenyewe likiambiwa kitu ambacho kwake ni pleasant ndio linakitaka. Ani pleasant hataki kabisa. Yaani hataki kusikiza habari mbaya. Anataka kusikiza habari nzuri tu. Kuna kubeti, kuna kupata hela sehemu fulani. Yaani kuna mambo yale rahisi. Lakini huku wakiwa na matamanio kuwa na mafanikio. Yes. Yaani wao ndio wanatamani kuwa na mafanikio, lakini kuziendea njia za mafanikio imekuwa ni changamoto. Hatuna skills za success. Sisi watu tunatamani tu tuna mafanikio tu. Na nilikuwa naongea na mwafarasimu watu mmoja ambaye yuko ofisi moja Dodoma pale. Ananiambia wao wanaajiri vijana. Yaani anataka kijana ndani ya miaka 2 awe ana gari, awe ana nyumba, awe ana maisha mazuri. Lakini mzee wangu hapa, nikimuuliza mzee wangu Peter alitumia muda gani kwenda kwenye succession, atakwambia ni miaka mingi sana.
it need years kwenda kwenye mafanikio. Kwa hiyo tunahitaji kujipanga kwenye utaratibu wa phases, kuwa ninatoka hapa nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki, ili niishie hapa niwe na mafanikio haya. Hakuna mafanikio yenye urahisi rahisi. Kwa hiyo ndugu yangu Mruto, una kazi ya kutuelimisha sisi vijana tufanye vitu kwa hatua. Na moja ya eneo ambalo vijana tunalikimbia sana ni eneo la kilimo. Huwa tunaamini kilimo sio njia sahihi ya kwenda kwenye mafanikio. Tunatamani vitu ambavyo ni nje ya kilimo. Lakini kilimo ukikifanya vizuri, ukakiweka vizuri na ukasimama vizuri na kilimo, unakwenda kwenye mafanikio ambayo hayana mawaa. Hauna shida kusumbuana na mkono wa serikali, haina shida kusumbuana na maisha ya watu wengine, huko utaendelea maisha yako kama kawaida. Naongea hivi kwa sababu na mfano wa vijana kadhaa ambao waliamua kujikita na walikuwa na muda wa kufanya shughuli hiyo ya kilimo. Kuna kijana mmoja anafanya shughuli ya ufugaji nguruwe pale Kauzeni. Jamani, samani kwa Waislamu huyo mesa. Lakini nadhani ni shughuli ya kilimo, ni shughuli ya biashara. Anafanya kazi ya kufuga nguruwe na anafuga kisasa. Ni kijana pekee mwenye mafanikio sana hapa mjini na ni kijana wa kike. Lakini vile amefichama kwenye engo ambayo hakutani na mkono wa kodi wa mara kwa mara. Unajua kwenye kilimo hukutani na kodi sana. Ukiuza nguruwe kuna sema unadaiwa kodi, kwa unatakiwa ulipe kodi, au ukiuza ng'ombe kuna sema unadaiwa kodi. Unless uende kwenye masoko ambayo ni rasmi, utaambiwa pale ulipe kodi au ufanye hiki. Lakini ukienda kwenye masoko yale ya kawaida hukutani na huo mkono, na ndiko watu wamewekeza huko kupata mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo niwatie moyo vijana, lakini niwaombe vijana tujikite kwenye shughuli za kilimo na sio shughuli zisizokuwa na tija. Lakini kuna jambo limezungumzwa na mkurugenzi hapa, mambo kadhaa. Amehitaji serikali ifanye mambo kadhaa ya kuwezesha vijana, kuwatafutia fursa vijana za kibiashara, lakini kuwasimamia vijana, kuwaengage vijana kwenye maamuzi mbalimbali yakiwemo na maamuzi ya kisera, lakini vile vile kuwapa fursa vijana kushiriki maeneo mbalimbali ambayo yanakuwa na fursa. Jambo hili ni jambo la msingi sana, na kwa bahati mbaya huwezi mtu mmoja ukasimama ukafanikiwa kwenye hilo jambo. Njia pekee aliyofanya Bwana Mruto na washirika wenzake ya kuanzisha YAN ndio platform sahihi ya kukutanisha wewe kijana na serikali, lakini ya kukutanisha wewe kijana na fursa mbalimbali. Leo hii ndugu yangu na timu yake ameshafahamika na taasisi imeshafahamika. Maana yake inakuwa ni rahisi sana kuiconnect na shughuli mbalimbali za serikali. Na nikwambie ndugu yangu, wala usikate tamaa. Kila kitu kilianza katika udogo wake na mwisho huwa kinakuwa kikubwa. Hatua ulianza nazo ni hatua nzuri na ni muhimu sana, na ninaamini ipo siku kwenye mikutano ya kimataifa anayesafiri Mheshimiwa Rais, wanasafiri mawaziri, unaweza kuwa ni sehemu ya watu ambao watakuwa aidha wanatoa idadi fulani ya vijana au na wewe mwenyewe kushiriki ili kuwakilisha sehemu hiyo ya vijana. Kwa hiyo naamini hatua hii kwako itakuwa ni muhimu, lakini na kwa vijana hawa ni muhimu sana. Kikubwa tu cha msingi, na alikuwa anakizungumza na huwa anakizungumza mara nyingi sana waziri wa vijana, kama huwa mnamfuatilia, alikuja kwenye kongamano la vijana pale Mazimbu campus, alisema tulinde brandi zetu. Si ndivyo? Alisema tulinde brandi, na akasema hasa linda jina lako. Anasema jina linatangulia kabla ya wewe. Yaani watu wanaweza kaanza kukujadili wewe kabla wewe hujafika. Sasa omba sana wakujadili katika mema, sio katika mabaya. Wasikujadili katika mema na fursa nyingine zinafanya nini? Zinafunguka. Kwa hiyo namna utakavyokuwa unafanya ndugu yangu na timu hii ya vijana, ndivyo mtakavyokuwa mnafunguka kwenye fursa mbalimbali. Tukifanya vibaya tu tutaanza kusemwa vibaya kwako,
yani sio sehemu sahihi, yani haifanyi vizuri, yani imekosea hiki, yani imekosea hiki, mkurugenzi wake kakosea hiki, hiki hafanyi vizuri. Lakini ukifanya vizuri utaambiwa yani nafanya vizuri, hiki kinakwenda vizuri, hiki kinakwenda vizuri, basi na fursa nyingine zitafunguka. Naamini hata misaada ya kimataifa inaweza ikapatikana, ufadhili wa kimataifa unaweza kupatikana, na vitu vingine vinaweza vikaenda vizuri. Lakini tumezungumza dira ya maendeleo ya mwaka 2050 ambayo lakini vile tuna ajenda ya maendeleo ya Afrika ya mwaka 2063. Hizi zote zinataka kwanza kuhakikisha nchi inakuwa na usalama wa chakula. Unajua, ukitaka kuangalia taifa lolote lipe njaa. Yaani taifa lolote ukitaka liangamie lipe njaa. Lakini likiwa lina uhakika wa chakula, basi taifa lile litakuwa lina amani, litakuwa lina utulivu, litakuwa lenye kujiamini. Kwa hiyo cha kwanza tuhakikishe kuna uhakika na usalama wa chakula ndani ya nchi. Lakini pili, kuwe kuna uchumi wa viwanda. Kwa hiyo lazima tuwe tuna viwanda vya kuchakata mazao ya chakula, mazao ya biashara na bidhaa nyingine. Tumekuwa na kasumba ya kuamini zaidi vitu vinavyochakatwa na Wachina badala ya kuamini vitu vyetu. Tumekuwa na kasumba ya kuamini zaidi vitu vinavyochakatwa na Waindia, watu wa India, badala ya kuamini vitu vyetu. Lakini wao wana viwanda vya kawaida, tena vingine ni mechanical, vinatumia mikono nini. Mimi wanaangalia klipu nyingi. Yaani mtu anatengeneza kitu kwa kutumia mikono na nguvu zake, sio computerized. Na ndivyo tunapokutana nazo sisi huko sokoni. Utakutana na jembe, utakutana na tenki la pikipiki, lakini wanatumia mechanical ways, sio hizi za sisi kusema kila kitu kiwe computerized. Kwa hiyo naamini na sisi tukitumia nguvu yetu nyingi na muda mwingi, basi tutaweza kupata viwanda kwa kuanzia, kwa sababu kwenye kuanza na viwanda vya aina yoyote ndiko vinavyotuhamisha kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine kiteknolojia. Tukiwa hatujaanza hatuwezi kumove. Lakini jambo jingine ni uwezeshaji wa vijana. Kwa kulitambua hilo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan aliamua, Mheshimiwa Rais, kuanzisha wizara ya vijana peke yake. Na sijui sasa vijana kama tunajua msingi wa kuanzisha ile wizara ya vijana. Ile wizara ni ya kwetu sisi. Manake Mheshimiwa Waziri na Nauka pale atakuwa hana maana kama sisi hatumsumbui mara kwa mara, hatupeleki mahitaji yetu, hatupeleki mawazo yetu. Ni lazima tumsumbue, na yuko kwa ajili yetu sisi. Na kwa bahati nzuri huwa anashuka mpaka chini kabisa. Mimi nilifuatilia mara kadhaa anashuka mpaka chini kabisa. Kwa hiyo tutumie fursa hiyo ya kuwa jirani naye na kumweleza sisi kama vijana tunataka nini na tunataka kuelekea wapi kama taifa. Jambo jingine ni ubunifu wa kisayansi. Ubunifu wa kisayansi ni two-way traffic. Ili sayansi, vijana tubuni kwenye sayansi, tunahitaji kupewa platform. Na serikali ndio ina jukumu la kutoa platform. Lakini kwenye ubunifu wa kisayansi kuna mamlaka zinazoshughulika na isabati. Isabati ni nini? Isabati ni nini? Ithibati. Zinazoshughulika na ithibati. Yaani ili ubunifu wako utambulike, zile mamlaka lazima ziseme ulichokigundua au ulichokifanya ni kitu sahihi. Mimi naamini bado kuna changamoto kwenye eneo hilo. Na naamini na serikali bado inaendelea kulifanyia kazi eneo hilo, kwa ni namna gani wale wabunifu wadogo ambao wapo ndani ya nchi na wanaendelea kujitokeza hasa kwenye maeneo ya chini wanashikwa mkono na kuinuliwa. Na naamini kupitia Wizara ya Vijana wale wabunifu wadogo wanaibua masuala mbalimbali ya kisayansi wataendelea kushikwa mkono na kuinuliwa na sio kudharauliwa. Palipo na vijana, palipo na vijana, palipo na fursa. Ndugu yangu Mrutu na timu yako, umezungumzia habari ya kuanzisha makao makuu ya YAN. Mimi nikuombe makao makuu iwe Morogoro.
Kwa nini nasema makao makuu ya Morogoro? Morogoro ni hub ya vyuo vikuu vya aina mbalimbali, lakini Morogoro ina vast land. Ukisema yawe makao makuu Dar es Salaam, na hapo umezungumzia habari ya kupata maeneo kwa ajili ya kujifunza sijui nini, itakuwa ni mtihani. Eneo pekee ambalo una vyuo vikuu vingi vyenye wataalamu mbalimbali na utakutana na vijana wengi ni Morogoro. Makofi kwa mgeni rasmi. Mimi nikuombe hilo wazo lako lifanyikie wapi? Morogoro. Na ninaamini kupitia Morogoro utakutana na kina Sugeko, utakutana na kina nani, wako watu wengi, na Sugeko nao wanafanya vizuri sana. Kwa mkiunganisha nguvu mtamuvu, mtakwenda mbali sana. Lakini vile vile umezungumzia habari ya kuwa na mkutano mkuu, kupata usajili kamili, utambuzi rasmi wa YAN, lakini na kuwa na mkutano mkuu ambao utakuwa na sehemu pekee ya kutambulisha taasisi, lakini vile vile na kufanya uchaguzi mkuu, si ndivyo? Nadhani hilo jambo ni wazo zuri, na bila shaka nimeona unaandiko hapa concept note ambayo umeiandika vizuri kabisa. Naamini kupitia hii nitaifikisha kwa viongozi na itaandaliwa utaratibu sahihi namna ya kufanikisha hili jambo. Lakini natamani sana ngoja nifanyie kazi, natamani sana apate direct connection ya kukutana na waziri mwenye dhamana, ili kuwe kuna mazungumzo mazuri ya kutengeneza hii platform nzuri. Tutaangalia namna ya kufanya, kwa sababu tumeshakuwa na namba za simu. Tutaangalia namna ya kufanya ili upate uwanja mzuri wa kulifanya hili jambo kwa usahihi zaidi, kwa sababu lengo lako ni kusaidia vijana. Jambo jingine, nisizungumze mengi sana maana naweza nikawachosha. Kuna mambo yalikuwa yanazungumzwa hapa ya msingi sana, na wakati mimi naanza kuzungumza nilizungumza kwa bahati mbaya, vijana tuko very emotional. Wadogo zangu, nchi hii ni ya kwetu sisi, Tanzania ni ya kwetu sisi. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Kwa kila tunalolifanya, ni waombe sana, kwa kila tunalolifanya tuhakikishe tunailinda mama Tanzania. Kwa kila tunalolifanya tunailinda mama Tanzania. Hii Tanzania ni ya kwetu. Kwa bahati mbaya sana, vijana wengi tumekuwa tunapenda vitu vya matamanio, na imekuwa ni rahisi sana kudanganywa na makundi ambayo hawaitikii mema Tanzania, na tumejikuta wakati mwingine tunaingia kwenye hayo makundi. Ni waombe, sisi tuliotokea vijijini tunajua familia zetu jinsi zilivyo. Njia pekee ya kupambana na maisha ni kuangalia fursa za kiuchumi. Njia pekee za kupambana na maisha ni kuangalia fursa za kiuchumi. Kundi dogo lenye nia zake binafsi lisituingize kwenye changamoto. Mimi na mfano ni kijana wa zamani kidogo. Kenya walililia vitu kadhaa 2000 mpaka 2007 2008. Kenya walikuwa na mambo kadhaa wanayatamani. Natoa mfano Kenya kwa sababu ni nchi ambayo iko jirani, ili tuelewe haya mambo vizuri. Wakaamini ifanyika, basi nchi itakuwa ya maziwa na asali, kuwa hela zitakuwa zinakuja mifukoni, zitakuwa zinagawanywa tu, kama nyumba utapata, kama gari utapata. Lakini miaka imepita, sasa hivi tuna miaka karibu 18, 17 tangia Kenya ifanye mabadiliko makubwa ya kimfumo wa serikali, lakini maisha yamebaki ya mtu mmoja mmoja na hakuna mabadiliko. Si mnanielewa? Sijui
Sio, mnanielewa? Yaani usipopambana mwenyewe kama unavyopambana Mabula, utamkuta madhabahuni, utamkuta huku. Usitegemee miujiza ya kubadilisha maisha yako, usitegemee. Yaani lazima ufike sehemu kusema mimi ni fulani, ninatakiwa nisimame, nipambane. Nachoidai serikali ni kunipa fursa, ni kunipa platform, ni kunipa masoko, ni kunipa mazingira sahihi. Ndio hivyo vya msingi. Ukiona una soko, ukiona una fursa, ukiona hiki, fanya hapo, pambania hapo, usonge mbele kwenye maisha yako binafsi na familia yako kwa ujumla. Kenya haijatulia. Juzi tu nimesikia wanaandamana tena eti wanakumbuka miaka miwili. Wanakumbuka miaka miwili. Sasa nchi sasa hivi ile, yani unapotaka kwenda Nairobi unaanza kufikiria, yani nitakuta sehemu imetulia au iko aniseto. Yani juzi nimekuta roadblock kwenye barabara kubwa zote za kuingia Nairobi. Zimewekwa, watu hawaingii, wanaingia kwa utaratibu. Sasa ni maisha ya aina gani ambayo mtaanza katika nchi yenu? Hamzalishi. Nyinyi kila siku ni kupambana na serikali. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Na lazima tujue kwenye kuongoza, lazima wachache wataongoza katika njia ambayo wamekubaliwa kuongoza, na sisi wengine tutakuwa waongozaji. Hatuwezi wote tukaenda pale juu. Kikubwa maisha yetu na fursa zetu hapa chini zifunguke. Kinyume cha hapo, usitegemee miujiza. Kijana mwenzangu, tengeneza scales of development. Iwekee muda, iwekee time frame, kuwa mimi sina kitu. Kuna kijana mmoja hapa mjini nilimsaidia mtaji mimi wa shilingi 10,000, lakini sasa hivi ana hela. Na nilimsaidia kipindi kile stendi iko katikati ya mji hapa. Aliniambia mimi sina kitu, naomba unisaidie, nataka nianze kuuza karanga. Alianza karanga na kilo ngapi? 3. Akawa anauza karanga, anakwenda. Nikamwambia uwe na nidhamu na pesa. Pesa inataka nidhamu. Usipokuwa na nidhamu na pesa au haikai kwa mpumbavu. Lazima iondoke. Akaenda kwa hatua. Leo hili nikikupeleka utaamini anachokifanya. Lakini labda nitaja shilingi ngapi? 10,000 tu. Kwa ni lazima tujue tunatakiwa tuanze na kipi, na ujipe muda ili tuweze kufanikiwa. Hakuna maisha mepesi. Palipo na fursa pana kijana. Palipo na fursa pana kijana. Palipo na kijana pana fursa. Tusichague kazi. Asante. Juzi kuna kijana mmoja kaja ofisini. Of course yule kijana kafua na baadhi wake wote wawili, na nimeahidi kumsaidia. Lakini nilimwambia nitakusaidia katika njia ngumu ambayo nilipita mimi. Sasa si kama alinielewa. Nitamsaidia katika njia ngumu ambayo nilipita mimi. Mimi 70% nimejisomesha mwenyewe. Nilikuwa nafanya kazi za mikono. Maana yake nilikuwa nalima, nimeanza kulima mimi darasa la 4, vibarua nalima. Baada ya hapo nikawa saidia fundi, mimi useremala nimefanya, ufundi washi nimefanya, kupaka rangi nimepaka. Yaani nilikuwa navuruga kila kitu. Makofi. Lakini nilikuwa navuruga kwa sababu nilikuwa sina sehemu ya matumaini. Nikawa naona tumaini pekee ni mimi mwenyewe. Na hili ni move, lazima nifanye kitu fulani. Kwa nilikuwa nikitoka kabisa shuleni na ingia kufanya kazi mpaka saa 2 saa 3, nalala hoi, naamka hoi, naelekea shuleni hivyo. Lakini Mungu akasaidia tukasogea. Na kipindi kile tulikuwa tunaweka account kwenye vile vitabu vya kijani. Si kama mimi mnavikumbuka. Hapa mna mtu anayekumbuka. Hakuna ATM. Vilikuwa vikadi vya kijani. At that time niliweka mpaka ikafika 1,500. Naenda advance nikaanza nikachukua 70,000 yangu kwanza. Nikaenda nayo advance. Nikasoma kidogo nikachukua hela kidogo tena hivyo. Lakini nilikusanya mwenyewe kwenye shughuli zangu za mikono. Kwa hiyo nikasema hivi jana nitamsaidia, lakini sio nitamsaidia kumpa hela. Siwezi kumpa hela. Tuna shughuli za halmashauri hapa nyingi, mafundi mbalimbali wanafanya kazi na mconnect na mafundi fulani. Akaanza kufanya kazi za mikono. Hakuna maisha mepesi. Ila kupitia hapo naamini kama atakuwa na akili, na nimemwambia utafanya hii kazi kwa muda fulani, nitakuconnect na chuo fulani, kafanye driving. Ukimaliza nitakutafutia fursa nyingine ya kujitolea sehemu. Uende hatua kwa hatua mpaka utoke unakotaka kwenda kutoka. Kwa ndivyo ambavyo tunatakiwa tuwasaidie vijana, sio tu kuwapa hela. Ni kitu hakitakuwa kina msaada katika maisha yao. Palipo na vijana
pana fursa. Palipo na fursa Pana vijana. Sasa nimeongea mengi, lakini kwa muda huu naomba niseme kuna mambo matatu inabidi nifanye hapa ya kumalizia. Jambo la kwanza ni kufunga kongamano la National Youth Agripreneurs Business Summit, lakini vile vile kutakuwa kuna zoezi la uzinduzi wa taasisi ya vijana wajasiri kilimo. Kwa cha kwanza niseme kongamano hili nimelifunga rasmi na tunafungua maandalizi ya kongamano jingine. Naamini litakuwa kubwa sana. Lakini la pili niseme sasa taasisi ya vijana ya wajasiri kilimo Tanzania nimeizindua rasmi, na ninaomba mkurugenzi, kwenye mitandao huko kwenye hii pitia hii taasisi kwa kuna fujo nyingi sana. Fujo oye! Sijui mkurugenzi ananielewa. Anakuelewa? Yaani kwenye mitandao huko hii taasisi kwa kuna fujo nyingi. Mimi nataka nikiwa nikiingia hivi ninakutana na fujo nyingi. Kama tunakutana na fujo nyingi za udaku, basi tutane na fujo nyingi sana za hii. Kwa niaba ya ofisi na kuahidi mgeni rasmi utafurahi. Amina. Nashukuru sana. Kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo tutakutana na vijana wengi na tutaweza kuwasaidia vijana wengi. Na jambo la mwisho, niko tayari sasa mkurugenzi na timu yako kugawa zawadi ambayo ndio tukio la msingi na vyeti na tuzo za ushindi wa makundi mbalimbali. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Palipo na vijana. Mbali na mafunzo, kongamano hili lilipambwa na maonesho ya biashara za kilimo, ambapo vijana walipata nafasi ya kuonesha bidhaa, huduma na ubunifu wao katika mnyororo mzima wa thamani wa kilimo. Maonesho hayo yaliwapa washiriki fursa ya kujifunza kutoka kwa wenzao, kutangaza biashara zao, kujenga mahusiano ya kibiashara na kubadilishana mawazo yatakayochochea ukuaji wa sekta ya kilimo nchini. Kupitia maonesho hayo, ilidhihirika wazi kuwa vijana wa Tanzania wana uwezo mkubwa wa kuleta mapinduzi katika kilimo, endapo wataendelea kupewa elimu, uwezeshaji na mazingira rafiki ya kukuza biashara zao. Washiriki wa kongamano walieleza kufurahishwa na mafunzo pamoja na fursa walizozipata, wakisema yamewaongezea maarifa, kujiamini na kuwapa mwelekeo mpya wa namna ya kuendesha biashara za kilimo kwa ufanisi zaidi. Kwa upande wao, waandaaji wa kongamano walisisitiza kuwa dhamira yao ni kuendelea kuwawezesha vijana kutumia fursa zilizopo katika sekta ya kilimo ili wawe nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa na wachangie kikamilifu katika utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050.